Somo linasema amka uende. Kwa wale ambao wao wanapenda kuandika, somo letu ama tafakari yetu inasema amka uende. Kabla mtu hajaenda kazini asubuhi, tendo la kwanza ni kuamka. Ni kweli sio kweli, wafanyakazi? Kabla mtu hajaenda shambani, wale wakulima, tendo la kwanza ni kuamka. Kabla mtu hajaenda kwenye biashara, wale wafanya biashara, wakati mwingine wanasafiri kwenda mbali kabisa kufuata bidhaa, lakini tendo lililoanza ni kuamka. Mungu ametujalia tunamiliki vitu vizuri sana, kila mmoja. Kabla vile vitu hujavitumia asubuhi, tendo la pekee ambalo Mungu anatufanyia kila siku asubuhi ni kuamka. Ukishaamka ndipo unaanza kushika simu. Wale wanaoanza na simu, hebu wale wanaoanzaga na simu tupige kura moyoni ili ni hesabu nipate kura ngapi. Haya, wanaoanza na simu wanaanza na simu, shapata kura ziko ngapi? Wanaoanza na Biblia baada ya kuamka nao kura zao tumezipata, si ndio? Si ndio jamani? Maana wewe ndio mpiga kura pamoja na mimi, mshafahamu. Wanaoanza na nyimbo baada ya kuamka wako hapa pia, kura zao tumepata. Wanaoanza na maombi baada ya kuamka, kura zao nao tumezipata hapa. Mimi na wewe tumepiga kura. Baada ya kuamka, wanaoanza na kusalimia majirani nao kura zao tumeyapata hapa, wamepiga. Wako wanaoamka wanaanza kukumbushia madeni ya jana, kwamba jana tulilala fulani, ulifanya nini? Nilikwambia usikojoe kitandani. Leo umefanya nini? Yaani ameamka tu, kitanda cha mtoto amekivamia, ni ngoli. Ngoli mnazifahamu? Kufinya kisawasawa. Yaani ndo ameamka tu, huyu baba huyu mama ameamka. Lakini tendo la kwanza ni kuamka. Wako ambao asubuhi wakiamka tu, msosi. Yaani ni kama kwanza analala anategeshea ni nani atawahi lile sufuria. Ukiwa umezaliwa kwenye familia ya watoto wawili watatu, huwezi kujua hizo pigo hizo, huwezi kuzijua. Lakini wale ambao tulizaliwa kwenye timu, yaani lazima ulale ukijua lile sufuria mama ameliweka wapi. Kwa ukiamka tu una biashara nyingine. Kila mmoja anafanya apendacho baada ya kupewa baraka ya kuamka. Kila mmoja. Siku itatokea, sijui tarehe, wenzangu wataamka, mimi sitaamka. Na hiyo ndiyo itakuwa mwisho wa kufanya yote niyapendayo kuyafanya kwenye dunia hii. Hiyo tarehe ipo, inakuja. Siku inakuja, wengine wataamka, wewe hutaamka. Si kwamba wewe ni mbaya sana, wala si kwamba nitakuwa mbaya. Kuamka kuna ukomo wake. Kwa hivyo siku utaamka baba,
mke wako hataamka na huna cha kufanya amke, huna cha kufanya, ni mpaka tu tunayemsubiri akija atamuamsha. Kuna siku inakuja, baba na mama mtaamka, ila mtaambiwa mtoto wenu fulani hajaamka. Jamani, muamsheni, haamuki. Msiba mmoja ulitokea, nisiseme msiba, somo letu linasema amka uende. Siku moja ilitokea, baba mmoja hakuamka. Mama akasema, muiteni mchungaji aombe. Na unajua hawakumzuia, wakaita mchungaji akaomba. Sio kanisa letu. Akasema bado ongezeni maombi, ataamka. Waliongeza, hakuamka. Biblia yote ninasoma na wewe unasoma, liko fungu moja tu. Yesu alisema ninaenda kumwamsha, na Lazaro aliamka. Yesu anakuja kuamsha waliolala. Ndio maana mwanzoni ninasema Mungu hana hasara tukifa, kwa lugha ya Biblia tukilala mikononi mwake. Yaani kwa Mungu ni furaha tu. Ila duniani tutahuzunika kwa sababu hatunao katika uoni wa macho yetu, hatunao tena, tutahuzunika. Ila wamelala tu, Yesu atawaamsha. Rafiki yangu, tunapomsubiri Yesu tuitumie vizuri fursa ya kuamka. Si unaona leo tumeamka, si ndio? Ulipoamka ndipo ukaifaidi ile nguo uliyoiandaa jana, nzuri kabisa. Mwaka huu mwezi wa 3 nilienda kwenye msiba, tulienda kusherehekea na kushangaa. Rafiki yetu alilala, hakuamka. 2024 tulikuwa naye hapa, Jose Msambwa. Nilitazama alivyolala, hata nguo ile pendo haikai vizuri mwilini, ni tu anakufunika tu, yani basi, ila haikai vizuri. Siku moja, sitamtaja huyo mtu, yuko hapa, tulikuwa tunaongea naye, akasema, mchungaji, unajua mtu akifa au akilala, somo letu linasema amka uende. Mtu akilala, nguo zile alizokuwa anavaa wakati mwingine hazimtoshi, inatulazimu kutafuta likubwa. Tena akanitania akasema, nyi modoeni tu, modoeni tu, tutaonana. Nikasema, mtu wa baba, mambo gani haya? Sema, wewe modoa, iko siku haitatosha ukilala, kwa sababu inatosha kwa sababu ya mjongeo na wa mwili, lakini ile ule mlalo ule mlalo unanyoka tu, unatulia tu. Kwa hiyo nguo hata kuvalishwa ni kazi. Ingelikuwa ule msemo wa leo wa vijana na wa dunia unaotanda, tungelisema goodbye. Yaani hakuna namna tena, yaani kwisha, umeshaenda. Sikiliza mama, kila siku ukiamka mama, tenda yaliyo mema kwa mume wako, ipo siku hataamka. Ubarikiwe mama uliyesema amini.
Mrs. Joel hiyo sauti bila shaka. Ipo siku baba, hutaamka. Basi ukiamka, tenda mema kwa mke wako. Jana nikaona dada mmoja amecomment emoji ya kulia baada ya kuwa mgane ameweka ujumbe wa kukumbuka mke wake amefariki. Ile dada ka comment emoji ya kulia, na ninamfahamu. Amecomment emoji ya kulia ya kuhuzunika, wakati ninafahamu kabisa, kwa sababu ni mke wa rafiki yangu. Sasa hivi aliyomtendea mume wake na amekimbia nyumbani. Si unafiki huu? Yaani nyumbani hayupo. Aliyomtendea mume wake na mume wake yuko hatiani kuachishwa kazi. Alafu anaweka emoji ya kulia pale. Unafiki. Na ameamka. Sikiliza baba. Ukipewa nafasi ya kuamka, tenda akuambiayo Bwana kwa mke wako. Wazazi, mmepewa zawadi ya watoto. Vivyo hivyo, ukipewa nafasi ya kuamka, tenda mema kwao. Washiriki wa kanisa la Mungu, ipo siku hatutaamka tuimbe tena, waimbaji. Kabisa. Ipo siku hatutaamka tuende milango ya kanisa kama tulivyozoea kwenda. Ipo siku hatutaamka tena tuende kuhudhuria effort. Yumkini makambi ya 2027 yuko mmoja wetu atakuwa hajaamka na hata hudhuria, kwa sababu ili uhudhurie makambi lazima ufanye nini? Lazima uamke. Dunia hii ukilala, usipoamka tu, ile nafasi yako ile kwenye jamii, ile nafasi yako kwenye familia, yani wanaanza kuipigania saa ile ile. Alafu nafasi zingine zinapiganiwa kwa sababu hata Mungu ameruhusu zipiganiwe. Mfano, mtu akifiwa alafu umri wake haujaenda sana ile nafasi uliokuwa wewe kama mwenzi wake wataichukua wengine. Si Biblia imeruhusu? Mnagoma? Biblia imeruhusu kwamba waichukue wengine. Vivyo hivyo huko duniani kwenye ofisi na nini, mtu akilala afu hajaamka, ile nafasi wanaichukua wengine. Na mpaka wakati mwingine ni kweli mtu akifiwa hatangazi, jamani nimefiwa sasa, jimbo liko huru, anayetaka kunioa, anayetaka kuolewa na mimi aje. Hakuna anayetangaza hivyo. Ila duniani ile nafasi ambayo mtu ameondoka, amelala, hajaamka tena, labda ni ofisi fulani, ofisi ina ruhusa ya kutoa tangazo, si ndio? Kwamba jamani tunafanya usaili wa mfanyakazi sekta fulani kwa sababu hii na hii, hatuna tena mfanyakazi. Yule alilala hajaamka. Tarehe haijulikani, saa haijulikani, mwaka wala siku haijulikani, ila hatutaamka tena. Ashukuriwe Yesu, kwa sababu akija tutaamka. Atakapokuja huyu, wote waliolala wataamuka. Ila Biblia inasema wengine
wataamka wapate aibu na kudharauliwa milele. Wengine wataamka wapate uzima wa milele. Unajua kuna wakati huko msemo unasema unaweza ukalala maskini alafu kaamka nini? Ukalala tajiri alafu kaamka nini? Masikini. Kwenye maisha ziko nyakati za hivyo. Ziko nyakati za hivyo. Mtu amelala tu, hata hamjui ni nani, ila ameamka tu. Rais wa nchi fulani ametangaza fulani bini fulani kuanzia leo yeye atakuwa balozi wa nchi fulani. Jana mlikula naye ngogwe, mlikula naye dagaa. Tangu saa hiyo mwenzio tiketi iko standby, anaondoka. Alilala mjumbe wa nyumba 10, ameamka mjumbe wa nchi moja kutoka nchi yake. Dunia imekaa namna hiyo. Somo letu linasema amka uende. Nikualike tufumbe macho tuombe tunapofungua Biblia yetu. Baba Mungu wa mbinguni, asante kuniamsha leo. Asante kutuamsha leo. Kuamka ni jambo zuri sana. Lakini kuamka kwetu kutakuwa kuzuri sana tukiendelea kufanya vizuri sana katika yale mazuri uliyotupatia. Moja ya mazuri uliyotupatia siku ya leo ni ibada ya Sabato. Na liko neno zuri tunapolisoma, wewe Mungu mzuri tufundishe kwa uzuri. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Kitabu cha Yona. Kitabu cha Yona. Kitabu cha Yona. Sura ya 1 mstari wa 6. Kabla sijasoma mstari mingine, tusome huo tu wa 6 ambalo ndilo fungu letu kuu. Akipatikana mtu atakayesoma itapendeza pia. 1:6 Biblia inasema, basi Nahoza akamwendea akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Amka umuombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Fungu hili linakataa kulala. Ni kweli baadaye tutalala. Ni kweli saa hatujui, siku hatujui. Itafika tutalala usingizi wa mauti. Ila hili fungu linakataa kulala. Yona anaamshwa. Tena anaulizwa, una nini wewe ulalaye usingizi? Sikiliza rafiki, saa iko ambayo ni ya kulala, lakini iko saa ambayo sio ya kulala. Wangapi ambao wakipanda basi
kusafiri kwenda mahali huwa wanalala? Hebu punga mkono kama wewe unalala kabisa na mpaka okay, wako wachache. Wangapi huwa hawalali? Unajua kila mmoja na sababu yake. Kila mmoja na sababu yake. Mimi huwa sitaki kulala ila huwa nalala. Yaani sitaki kulala. Lakini huwa ninajikuta mwanawane nilishalala. Hata sijui tumefikaje Mafinga. Yaani usingizi. Siku fulani yaani nikaamushwa, gari inatoka stendi, yaani inataka kutoka stendi ninayoshukia. Yaani unaweza ukatokea dirishani. Wakati hata haiwezekani. Kwa hiyo fungu hili linakataa kulala wakati ambao sio wa kulala. Ninaweza tukalichukua katika muktadha wote wa aina mbili. Moja, kataa kufa ikiwa Mungu hajakubali ufe. Mtu mmoja anasema, mchungaji unasema nini? Kabisa. Kama Mungu hajaruhusu ulale usingizi wa kufanyaje? Kataa kabisa. Tunao mfano mmoja kwenye Biblia ambao kwa haraka tunaweza tukauangalia. Mfalme anaitwa Ezekia. Alimwambia Mungu, silali, sifi. Na akatoa hoja za msingi akaziweka. Akamwambia Mungu, kwa hoja hizi sikufi. Na Mungu akasema, aha, okay. Ya kwanza akaeleza, ya pili akaeleza kama basi sitaruhusu ufe, utalala. Fungu hili linaleta muktadha wa pili. Usingizi tunaolala kila siku. Rafiki, kataa, usikubali kulala hujamaliza kazi yako uliyokabidhiwa. Mfano, wako watu wanafanya kazi ofisini, wanaambiwa asubuhi kesho saa 2 tunaingia kwenye kikao, tunaiomba ile ripoti. Sasa unalalaje? Usingizi utakufanya uaibike. Kesha tu masaa 2 matatu, malizia hilo jambo, usilale mpaka liishe. Muktadha wa tatu ni kulala usingizi wa uzembe na upuuziaji. Fungu hili linakataa. Unajua kabisa huu ni wakati wa kilimo. Unajua kabisa huu ni wakati wa makambi, ila wewe umelala. Sisemi kwamba utakuwa umelala wiki hii nzima. Kwa kutokuja ni usingizi umelala. Ndipo Nahodha anauliza, na tutaangalia habari za huyu Nahodha. Anauliza, una nini wewe ulalaye usingizi? Wakati wenzio wanalima, wewe unazurura tu, unasalimia mjomba na shangazi, unaenda huku na huku, unapiga stori kwenye vijiwe, unalenga vile vinini sijui. Wenzako wanalima. Utaamka aidha upate aibu au utukufu. Kila kuamka kuna kofia 2 tu ambazo huyu aliyeamka atavishwa moja ya hizo. Muktadha wa tatu ndiyo tuna utazama mchana wa leo, ambao ni usingizi wa uzembe, ni usingizi wa kutokujali, ni usingizi wa kupuuzia, ni kulala kwa ukaidi, ni kulala kwa kutokujali, ni kulala kwa kila aina ya kwenda kinyume na alichosema Mungu. Hivi unajua hata hapa naona watu kadhaa wamesinzia. Unajua hata huyu aliyesinzia anaweza akawa macho kuliko wewe uliyoangalia macho hivi. Kabisa.
kwa sababu anaweza akawa amelichukua moja, akiondoka hapa akalifanya hilo vizuri mbele za Bwana, ila wewe uliyekaa macho mpaka ibada inaisha ukayasikia yote alafu ukayatupa. Aliyelala hapo ni nani? Ni mimi ambaye sikuyatendea kazi niliyoyasikia nikastahili kuyatendea kazi. Sasa msomaji, Biblia yako Yona mstari wa kwanza. Tusome mpaka wa 5. Halafu tuangalie machache yatupasayo kuyatafakari yale Bwana atakayotupatia katika ibada yetu ya leo. Yona 1 mstari wa kwanza. Ndio. Niliomba mtu apewe maiki, kumbe ndo mlilala. Unaona? Nilikwambia wako watu wanaangalia ila walilala kabisa. Hawakufanya jukumu la kugawa maiki. Nilisema mapema kabisa. Si umeshaona sasa? Walilala kabisa. Ndio msomaji. Yona sura ya kwanza. Ndio mstari wa kwanza. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema. Ninaomba uzingatie mstari wa kwanza na wa 6 tutakaofika. Mistari hii miwili imeanza kwa neno basi. Imeanza kwa neno basi. Imeanza kwa neno sasa hivi. Ndiposa. Yote mafungu hayo mawili yanaanza kwa neno sawa sawa. Basi. Ndio. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema. Ondoka, uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake. Ndio, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Ndio, akateremka hata Yafa. Akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Ndio, basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini. Angalia tena mstari wa 3 na wa 4 vinafanana kwa kuanza na neno sawa. Mstari wa 3 umeanza kwa kusema lakini Yona yeye akafanyaje? Akaondoka afanye nini? Akimbilie Tarshishi. Na mstari wa 4 unaanza kwa kusema hivyo hivyo. Lakini Bwana na yeye akafanyaje? Lakini Bwana akatuma upepo mkuu baharini. Ikawa tufani kubwa baharini hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Sikia tu, waliokulia ziwani wanajua. Maji yanatisha. Tena chombo unachovukia kikiwa hakina uhakika. Maji. Hapana. Mimi sijakulia kwenye ziwa ama kwenye bahari, sina maziwa. Kwenye mito tu. Tulikuwa tunaogelea siku moja mtoni. Kumbe bwana, nikaenda kwenye kina kirefu. Na siku zote mahali penye kina kirefu hapana fujo ya maji. Yaani maji hayakimbii wala ni mpako tu pametulia. Nilivuta. Nilikunywa kikombe. Nikanywa na chapili. Mwenzangu akaona tu, mbona huyu anafanya tu hivi mikono? Asante Mungu alikuwepo yule mtu akaniokoa. Ogopa maji. 2015 nilienda Ziwa Nyasa. Nikakuta vitoto vidogo vya miaka kama 5 hivi. Kanaendesha mtumbwi hapa na kule kabisa, lami kule hapo karibu. Alafu kakifika kule kanauachia, kanaanza kupiga mbizi kwenye maji. Alafu baadaye tena kanarudi huko. Tanzania tunafahamu MV Bukoba, si ndio? Walipona watu wangapi? Wanaokumbuka historia na wenyeji wa kule. Walipona watu wangapi? Hamkumbuki? Tukiwauliza hesabu mnasema hayo sikusoma. Na historia. Maji yasikie tu yako kwenye kikombe. Ila
ila chombo kikivunjika ukiwa kwenye maji ni habari nyingine sana. Mtu fulani akasema ni bora ufe kifo kingine ila sio cha maji. Sasa mimi sijui nani anachagua kipi, cha maji au cha moto? Sasa hujawahi kufa chochote, unachaguaje kimoja? Kifo ni kifo, lakini sijui kinakuaje huko sasa. Ila siku tutafika huko tutalala tu, lakini hatujui kinakuaje. Sasa Biblia inasema upepo alioleta Bwana, chombo kikakaribia kufanyaje? Kuvunjika. Ndiyo msomaji. Mstari wa 5. Basi wale mabaharia wakaogopa. Kila mtu akamwomba Mungu wake. Nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni, ndiyo, ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu, akajilaza akapata usingizi. Umesikia anachokifanya huyu jamaa? Wenzie wanateseka, chombo kinakaribia kuvunjika, wanafanya kila jitihada kukiokoa, waokoe na maisha ya walio humo ndani. Yona yeye akajificha, akajilaza, akalala usingizi. Amka uondoke. Ndiyo msomaji. Mstari wa 6. Basi nahodha akamwendea. Unajua unapoingia kwenye meli ama kwenye ndege ama kwenye basi kuna tiketi, si ndio? Tiketi ziko na siti yako na maelezo yako kwamba jina lako ni nani, unatoka wapi na utashukia wapi. Sasa Biblia ukiendelea kusoma hapo kuna kitu utakiona kwenye mstari wa 9. Hebu tusome, endelea msomaji. Mstari wa 6. Ndiyo. Akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Biblia ya Kiingereza inasema what do you mean sleeper? Yaani unamaanisha nini kulala? Sisi tunaokoa meli. Unamaanisha nini? Amka ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Mstari wa 8. Ndipo akamwambia, tafadhali utuambie wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako. Kazi yako ni kazi gani? Ndiyo. Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Mstari wa 9. Kuna saa inafika rafiki, watu watauliza mpaka kazi yako, watauliza mpaka kabila lako. Kuna saa inafika watauliza wewe unafanya kazi gani. Kuna siku inaulizwa, na ujue kwamba kila mtu duniani ana kazi yake. Hata unayemwona tu anakaa tu anazengea tu anaenda hivi, kila mmoja ana kazi yake. Mstari wa 8. Ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie wewe ambaye... Mstari wa 7 haukuisha. Ndiyo. Mstari wa 7. Wakasemezana kila mtu na mwenzake. Ndiyo. Haya, na mpige kura mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani? Ndiyo. Basi wakapiga kura, nayo kura ikamwangukia Yona. Kwa jina lingine tunaita kura ikamwangukia mlalaji. Kula ikadondokea kwa aliyelala. Mstari wa 8. Ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie. Sasa tuambie wewe mlalaji, wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako. Kazi yako ni kazi gani? Ndiyo. Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Ndiyo. Mstari wa 9. Akawaambia, mimi ni Mwebrania. Nami namcha Bwana. Mungu wa mbingu. Aliyeziumba bahari na nchi kavu. Zingatia hayo maneno. Hayo maneno ndio leo haya ambayo yameandikwa
nitakwenda nikimsubiri Yesu. Haya maneno haya yaliyoandikwa kwenye Biblia kwamba mimi ni Mwebrania, ninamcha Mungu. Leo hii ndiyo wewe jina lako unaitwa Mwadventista Msabato, ambaye kwa bahati mbaya haujaishi sawa sawa na jina lako Mwebrania, haujaishi sawa sawa na yule unayemcha anavyokuambia ufanye. Ndiposa kwenye shida unajitambulisha, mimi ni Mwebrania, ninamcha Mungu wa mbinguni. Ndiyo hayo, ndivyo tulivyo wakati fulani. Tunalo hilo jina la Waebrania, tunalo hilo jina la Mungu tunayemwabudu, lakini tumemkimbia, ama tumelala usingizi wa kutokufanya kile alichotuambia. Ndiyo msomaji. Mstari wa 10. Ndipo watu wale wakaogopa mno. Sikiliza, walipomsikia jina la huyo Mungu wakaogopa sana. Wakamwambia, ni jambo gani hili ulilolitenda? Kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia. Sikiliza rafiki, watu wanamuogopa Mungu wa Waadventista wa Sabato, ila wewe hata humuogopi. Rafiki, kaa tu, utakuwa unasoma umekaa. Mimi na wewe wakati mwingine hatumuogopi huyu Mungu, ila watu wakimsikia wanafanya nini? Wanamuogopa. Na ukitaja tu Mwadventista Msabato wanasema huyo harogeki, huyo hapigiwi chochote, huyo chuma ulete haiko. Lakini kumbe unalo jina la Mungu usiyemuogopa. Mchana wa leo rafiki, Bwana ananihitaji niamke niende. Sasa turudi tuchukue yale ambayo Bwana anatujalia kuyachukua katika ibada ya leo. Jambo la kwanza, Mungu anawapenda wadhambi na anatumia wadhambi kuwaokoa wengine. Halo? Ninawi kwa historia ndio uliokuwa mji na taifa katili ambalo likikamata mtu anayeenda kinyume na wao, yaani wanamteketeza kwa kumchinja kabisa, na anaona huku anachinjwa. Hivi unajua unaweza kaona huku anachinjwa. Na wako manabii wa Mungu, mitume wa Mungu ambao waliuawa kwa kuchinjwa huku wanaona. Wengine walichomwa moto huku wanaona anaendelea kuteketea. Ninawi. Sasa Yona anapoambiwa kwenda mji wa Ninawi, alikuwa anafahamu habari zao. Kwa hiyo kukimbia kwake, unajua sababu ilikuwa ni nini? Aliweka Ninawi juu, akamweka Mungu chini. Sikiliza rafiki, mara zote shida zetu zinatushinda na kutukandamiza kwa sababu tumeziinua alafu Mungu tukamshusha chini. Wako waimbaji wanaimba wimbo wanasema, usimwambie Mungu unafanya nini? Usimwambie Mungu una tatizo kubwa, ila liambie tatizo ni nani. Yona akamwambia Mungu, huwawezi Ninawi. Mstari wa 2, Mungu akamwambia ondoka uende Ninawi ukafanye kazi. Kama ambavyo sisi leo tunasema nitakwenda, na mwaka jana tulikuwa na moto unasemaje? Nitakwenda nikifanya nini? Nitakwenda nikimtumaini Yesu. Nitakwenda nikimtumaini Bwana. Na mwaka huu nitakwenda nikimsubiri Yesu. Lakini bahati mbaya hii kauli itaishia hapa kama hatutajua ukuu wa Mungu anayetuambia tumsubiri. Itaishia hapa. Mungu akamwambia ondoka uende ukafanye kazi. Kama ambavyo sisi leo mimi na wewe tumeambiwa twende tukafanye kazi ya Mungu. Na tunafanya kazi kwa karama tulizopewa. Tunafanya kazi kwa uwezo tuliopewa na talanta tulizopewa. Tunafanya kazi kwa nafasi ya kuamka tuliopewa, maana tumeamshwa.
Mstari wa 3, Yona yeye akakimbia akaenda Tarshishi. Sikiliza rafiki, usikubali kugeuza mwelekeo uliopewa na Bwana. Halo? Usigeuze mwelekeo. Bwana anamwambia Yona, nenda wapi? Tarshishi. Si unaona? Nilikwambia watu wanalala huko wanaangalia. Usiona shida. Mungu akamwambia Yona, nenda wapi? Yeye akaenda wapi? Tarshishi. Mwambie wewe jirani yako, mwambie wewe, Mungu amekwambia uende wapi? Hivi unajua tulikoambia twende na Mungu hatufanani. Yaani mimi na wewe hatufanani tulikoambia twende na Mungu. Ila kote tunakokwenda jukumu ni ngapi? Ni moja. Kuna wengine wameambiwa wewe utakuwa daktari. Wengine wameambiwa na Mungu, wamepewa karama ya kuwa wainjilisti, wengine wamepewa kuwa wachungaji, wengine wafanya biashara. Huo uwezo amewapa Mungu. Lakini jukumu la kila ulipoenda ni utume kwanza. Amesemaje? Sasa muulize, umeenda ulikoambiwa? Umeenda ulikoambiwa? Mungu kuna wakati huwa anafanya rehema sana. Yona akakimbia kwenda Tarshishi. Nasikiliza, ili uone Yona alikuwa na uwezo. Moja, anasema akaondoka akimbilia Tarshishi apate kujiepusha na nini? Na uso wa Bwana. Fundi mitambo maiki inatoa mwangwi. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa kitu gani? Inayofuatisha kwenye Biblia yako. Akatoa kitu gani? Naam. Ngoja nitulie kwanza ili tuufike. Mstari wa 3 tunasoma. Yona 1 mstari wa 3. Amuka tuendelee kusoma. Amuka. Akatoa kitu gani? Nauli. Akapanda merikebu akaenda pamoja nao Tarshishi ajiepushe na uso wa Bwana. Alilipiwa nauli? Alikopa kwamba nitalipa nikifika? Alisema munipe lipa namba. Yaani alikuwa na kibunda mfukoni na budget kabisa. Na unajua nini? Hii budget aliyokuwa nayo Yona, Mungu alimpatia akafanyie kazi wapi? Ninawi. Yeye akaitumia kwenda kufanya kazi isiyo ya kwake Tarshishi. Hivyo wakati mwingine maisha ya wacha Mungu wa Ibrania, Waadventista wa Sabato ndivyo yamekuwa wakati fulani. Mungu amekubariki, Mungu amenibariki ili niende nikafanye kazi yake, mimi napeleka kwenye kazi nyingine ya kwangu binafsi. Na ni mbaya sana. Mara kadhaa inaanzia kwenye zaka na sadaka. Mchana tutajifunza sadaka ni nini. Zaka wote hapa tunafahamu. Na ndio maana hata baadhi ya makanisa na baadhi ya washiriki wanatoa tu zaka. Sadaka hawajawahi kugusa kabisa. Sasa Mungu amembariki Yona, akampa na fedha, akampa na uwezo, akampa na afya, na alianza kufanya nini? Somo letu linasemaje? Amka ufanye nini? Amka uende. Mungu akamwamsha Yona, uende Ninawi. Yeye akakimbia. Mungu akamwamsha, Mungu akampa afya, Mungu akampa fedha, Mungu akaendelea kuweka macho yake, anaona anakoenda, ila yeye akageuka, kaenda kwingine. Sijui kama wewe huko ulikoambiwa uende. Sijui. Ila wewe unafahamu. Unafahamu. Yona akakimbia. Mstari wa 4. Lakini Bwana alipoona Yona amefanya nini? Amekimbia. Akatuma kitu gani? Bwana anaitwa Bwana wa majeshi. Aliwahi kutuma chura kwa Farao. Si ndio? Aliwahi kutuma chawa kwa Farao. Aliwahi kutuma
inzi kwa Farao. Wale tunaowafanya siku hizi hivi. Unamfanya tu hivi, unamdaka mwingine, unamdaka. Wale waliotumwa hawakuwa wanaweza kudakwa. Yaani hakuna shirika la afya duniani lingeweza kuwazuia inzi wenye utume. Mtu mmoja tukawa tunatafakari somo moja, akaniambia, mchungaji, unajua ninatafakari Mwanzo moja. Akaanza kuniambia, maji yaliambiwa usivuke bahari, si ndio? Usitoke mule, ukae pale pale. Mpaka leo maji yanakaa pale pale, si ndio? Mungu akasema hivi, wanyama ninyi ni wa kufugwa, ninyi ni wa porini, eneo lenu ni hilo. Wakakaa hapo na wanamtii Mungu kwa kukaa sehemu walioambiwa wakae. Hebu tafakari tu jambo moja. Leo tarehe 22 maji yaseme hivi, hatutaki kukaa baharini, tunataka kwenda na sisi kufanya makambi cha roho wanakofanya wenzetu, maana na sisi tuliumbwa na Mungu, tunaenda kwenye makambi. Yanafika hapa maji panakalika. Ni hivi mtoto wa Yesu, kuto kukaa ulipoambiwa na Mungu kunaleta machafuko. Angalia kwa mfano, Mungu alisema ndoa ni mke mmoja, mume mmoja. Ndoa ni kati ya mwanaume na mwanamke. Angalia dunia ilikoenda, ni machafuko. Mungu alisema ibada ni ibada kwa Mungu mmoja. Watu leo wanasema hapana, mimi naabudu ninachotaka mimi. Ni machafuko. Mungu akasema ibada ni siku ya Sabato. Leo watu wakasema hapana, unaweza kufanya hata Alhamisi. Ni machafuko. Ni machafuko kukataa kukaa ama kwenda mahali Mungu alipotuambia tuende. Yona akaondoka na Mungu akaleta upepo. Sikiliza rafiki, Mungu anatuma vitu vinavyotusababisha tusiwe na utulivu ikiwa tumekaa mahali tusiporuhusiwa kukaa. Mungu ataleta jambo litakaloondoa utulivu. Bwana akatuma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa sana. Mungu ni Bwana wa majeshi, hata upepo ni majeshi yake. Mstari wa 5, wale mabaharia wakafanya nini? Wakaogopa, kila mmoja akamwomba Mungu wake. Na hapa napo kuna somo la kujifunza. Watu wana Mungu wao. Wewe unaye Mungu? Mwadventista, msabato, mama na baba, kijana na kuuliza, je, unaye Mungu? Hivi unajua kila anayefanya biashara anaomba kwa Mungu wake, na ikileta shida anaenda kusemelea kwa Mungu wake. Hivi unafahamu kila wanandoa duniani wana Mungu wao, ikileta shida wanaenda kwa Mungu wao. Hivi unafahamu kila waajiriwa mlioko hapa, kila waajiriwa wana Mungu wao. Siku akipata tu kazi anaenda kwa Mungu wake kwanza, kwamba Mungu, asante umenipa kazi, nenda na mimi sasa kazini. Na kila asubuhi wanasema na Mungu wao. Wewe unaye Mungu? Waadventista wa Sabato, Waebrania wenzangu, uwe na Mungu wako unayemwambia shida ikitokea. Uwe na Mungu wako. Bahati mbaya sisi wote tuliokaa hapa tulianza kuwa Waebrania, tulianza kuwa Waadventista wa Sabato, tukamfahamu Mungu wa kweli tukiwa tumetoka kwa Mungu wa nini? Wa uongo. Ni kweli sio kweli? Hata kama mtu alizaliwa kwenye kanisa hili, lakini alikuwa na kamungu ka uongo. Ninakumbuka nikiwa mdogo na akili zilikuwepo tu kabisa, baba akiwa hai, akitaka tu kusafiri asubuhi anachukua maji. Na nakumbuka kwa sababu akili ilikuwemo, na ndio alikuwa Mungu tunamwabudu. Anachukua maji, anachukua na unga, anaweka kwenye kikombe ama hata kwenye, anaweka hapo.
alafu anaenda kwenye kona ya nyumba kama pale kabisa, na amepatengeneza hapo madhabahu ya ibada. Kila anaposafiri, kila watoto wanapoenda shule, kila mtoto wake anapoenda kufanya jambo fulani, lazima aende kwa Mungu wake kwenye kona pale, na anaenda pale anazungumza, ninamsikia, na anaweka na hayo maji yaliyochanganywa na unga, anaweka hapo, alafu tunaondoka, tunasafiri. Mwadventista msabato, unaye Mungu? Unaye Mungu? Hawa watu walipoona shida, kila mmoja akafanyaje? Akaomba kwa Mungu wake. Ukipatiwa shida ya mtoto, ukipatiwa shida ya ndoa, ukipatiwa shida ya biashara, ukipatiwa shida kazini, unaye Mungu wa kumwambia? Unaye Mungu? Bahati mbaya, wakati fulani maisha yetu yanakuwa kama Yona. Mungu wetu tunamkimbia, ujasiri wa kumwambia tunakuwa hatuna tena, maana tumemkimbia kwenye uaminifu wa kila nyanja ya maisha. Hatuna ujasiri wa kumwambia tena kwenye maombi, maana tumemkimbia. Watu wale wakamwomba Mungu wao. Na walipomwomba Mungu wao, Mungu wao hakusaidia. Wakafanya jambo lingine la hasara. Unajua, kumtumikia Mungu asiye Mungu, nisikilize rafiki, ni hasara. Kutumika ni hasara pia, kupoteza vitu. Narudia, kumtumikia Mungu asiye Mungu ni hasara. Sikiliza hawa watu walichofanya. Wakamaliza kuomba, wamepoteza muda, ni hasara. Jambo la pili walilofanya, wakatupa baharini shehena. Yaani kama ni leo, ingelikuwa ni meli iliyobeba makontena ya mizigo kutoka Dubai au Japani, wakaanza kutupa makontena baharini. Wameomba Mungu, wamepoteza muda, ni hasara. Wanatupa mizigo, ni hasara. Lakini kuna mtu hapo mbele tunaenda kumwona, aliyesababisha ni Mwebrania. Hello? Kuna wakati ofisi zinaenda kombo kwa sababu ya Mwadventista msabato aliye pale ofisini. Kuna wakati mambo yanaenda vibaya kwenye jamii, kumbe kuna Waadventista 3 2 ndiyo sababu. Wakatupa shehena ili kupunguza uzito wake. Je, ilitulia? Haikutulia. Mstari wa 5 unasema, lakini Yona alikuwa ameshuka pande za ndani za merikebu, akajilaza, akapata usingizi. Mstari wa 6, basi Nahoza alipoona wameomba kwa Mungu wao Meribabe, si ndio? Wakatupa mizigo, meli nini? Bado inaendelea kuyumba. Nahoza akakumbuka, kuna mtu hapa hayupo. Kuna mtu hapa hayupo. Ninakumbuka kisa hiki kama Misri kwa Yusufu. Walipoona njaa inakithiri, hakuna anayeweza kufasiri ndoto ya mfalme Farao. Mtu mmoja akasema, kuna kijana hayuko hapa, yuko Yusufu gerezani. Ninalikumbuka tukio hili kama kwa kina Danieli, wakati wanatangazwa amri ya kuua wenye hekima wote na wasomi wa Babeli. Amri ikatolewa. Mtu mmoja akakumbuka, kuna mmoja hayupo hapa. Alipokutana naye akasema, hapana, hili jambo haliwezi kwenda hivi. Sikiliza Mwadventista msabato, kama kweli tutabaki kuwa waaminifu kwa Mungu, tutakuwa majibu kwa maswali ya jamii. Kama kweli tutabaki kuwa waaminifu kwa Mungu, tutakuwa dawa kwa magonjwa yanayoisumbua dunia. Kwa sababu watu wanapokosa msaada, watakuja kwa Mwadventista msabato.
lakini ili waje, amka uende. Amen. Ili waje usibaki umelala. Ili waje usimkimbie Mungu. Ukiamshwa na Mungu, nenda alikokuambia uende. Na unajua nini? Wiki hii Mungu ametuamsha twende mlimani kwenye sikukuu za vibanda. Ninaumia kwa sababu wako watu wameshalipa nauli ya kukimbia. Hivi si ni huyo kweli? Si ni huyo aliyelipa nauli, si ni huyo? Yaani yuko mtu amekaa ameshalipa nauli anaenda Tarishishi, haendi Ninawi. Sijui utafanyaje. Lakini Mungu anaweza akakupeleka Ninawi kwa njia ya maumivu. Mungu anaweza akakupeleka Ninawi si kwa basi tena. Mungu ana uwezo wa kukupeleka Ninawi si kwa ndege tena. Hivi kupanda samaki ni uchawi, sio uchawi? Usukumani, Wasukuma mko hapa, kule kwetu nakotoka wako. Kuna shida na migogoro mingi ya kupanda fisi. Yaani ni usafiri kabisa Aya, huku Ubenani, wapi? Na sizungumuzi na wapagani, nazungumuza na Waadventista wa Sabato. Kuna shida na migogoro hapo hewani ya kupanda usafiri wa vipembe. Sijui siku moja Mungu awape mamlaka wale watu wa usafirishaji wavikamate. Na watu wako kanisani wanasema mimi ni Mwebrania, lakini wana usafiri mwingine. Ukitumia wewe bila mamlaka ya mwenye navyo ni dhambi. Halo? Ila Mungu akikwambia leo panda tembo, leo panda ngamia, leo panda fisi, leo akakupatia panda simba, leo anampeleka na unaenda. Mungu anaweza kutumia usafiri usio wa kibinadamu kwa sababu yeye sio mwanadamu kupeleka Ninawi. Sikiliza alichoambiwa Yona. Wewe una nini hata ulale? Wewe una nini? Unamaanisha nini kulala wakati sisi tunaangamia? Sikiliza mtoto wa Yesu. Wakina baba, jamii tunayoishi imeharibika. Unalalaje huombei watoto wako kwenye dunia hii iliyochafuka? Wakina baba na akina mama, sikilizeni. Nahodha Yesu Kristo anauliza, unalalaje mama wakati dunia imeharibika, imechafuka, mabinti wanateseka, wanaingia kwenye uchafu wa dunia, vijana wa kiume na wa kike. Unalalaje mama huombe? Baba unalalaje? Unamaanisha nini? Nahodha anauliza Yesu Kristo, unawezaje kulala wakati watoto wanaenda shule hawajaomba? Wanaenda kanisani hawana Biblia, hawana lesoni. Mama unalalaje? Sikiliza kijana, unalalaje dunia hii iliyoharibika namna hii? Sikiliza Waefeso 5 wanavyosema. Dunia tunayoishi imechafuka, imeharibika, imechakaa, haifai lolote. Lakini Waadventista wa Sabato, Waebrania, tumelala kabisa.
Hakuna anayesema. Na bahati mbaya tumelala alafu tunakimbia. Waefeso sura ya 5 kuanzia mstari wa 1. Soma rafiki. Waefeso sura ya 5 na ule mstari wa 1. Ndio. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Mkaenende katika upendo. Ndio. Kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu. Sikiliza mstari wa 3. Ndio. Nikiendelea mstari wa 2. Wa 3. Soma mstari wa 3. Sikiliza maneno ya mhubiri, wewe usilale. Amen. Ndio. Lakini uasherati usitajwe kwenu. Kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani. Ndio. Kama iwastahilivyo watakatifu. Mstari wa 4. Wala aibu, wala maneno ya upuuzi, wala ubishi. Hayo hayapendezi. Ndio. Bali afadhali kushukuru. Sura hii ya 5 inazungumza jinsi dunia ilivyo sasa. Lakini bahati mbaya Yona amefanya nini? Amelala na anakimbia. Dunia iko namna hiyo. Yona analala na anakimbia. Mstari wa 6. Mstari wa 6. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana. Ndio. Kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Mstari wa 7. Basi msishirikiane nao. Usishirikiane nao. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Dunia tunayoishi kwenye kila nyanja imeharibika. Inahitaji wakina Yona wasiokimbia. Inahitaji wakina Yona walioamshwa, wakawezeshwa na Mungu, wakawaambie watu wengine habari za Yesu. Na kwenye makambi haya ni fursa ya kuwaambia wengine kwa njia ya kuwaalika. Bwana asifiwe. Bahati mbaya kuna mtu hataalika mtu na atatulia kabisa. Wewe utakuwa umejificha, unalala. Swali linauliza, nahodha Yesu anauliza, wewe unamaanisha nini unalala wakati watu wanaangamia? Mwezi wa 9 tutakuwa na effort ya vijana. Kuna mtu hata kwenda. Nahodha anauliza, unamaanisha nini kijana? Nimekuamsha, nimekupa uwezo, nenda kwenye kazi ya Mungu, lakini mtu hata kwenda. Sikiliza rafiki, Yona anakimbia kwenda Ninawi. Anakimbia, anakataa kwenda Ninawi. Mchana wa leo Bwana ametuamsha siku ya leo. Bwana ametuamsha, ametupa uzima wiki hii ili twende Ninawi tukawaambie. Na Ninawi yetu wiki hii ni makambi ya Igwachanya 2026. Ndiyo Ninawi yetu ya kwenda. Tunakuja hapa kwa lengo moja. Tunapokwenda kufanya kazi ya Mungu ni kama jembe mkononi mwa mkulima. Nahodha anapomvusha Ninawi, anapomvusha Yona kwenda Ninawi, nahodha anamtumia Yona, lakini Yona naye anaandaliwa kuokolewa. Ninawi inaenda kuokolewa na yeye anaokolewa. Ndipo Bwana anavyofanya hata kwetu leo. Anapotutumia kwenye kazi, anatuandaa sisi tuokolewe na tunawaokoa na wengine. Mstari wa 7, watu wale wakasemezana kila mmoja, Yona mmoja na mwenzake, wakisema na tupige kura sasa. Sasa hapa imefikia mwisho, hakuna kubembelezana. Halo? Imefikia dakika wale manahodha hawataki tena kubembeleza. Kwa sababu gani? Wakiendelea kubembeleza watatupa shehena zote zitaenda. Wakiendelea kulemba watakufa wao na mlalaji. Wakasema imetosha, tupige nini? Kura zikapigwa. Ikamwangukia Yona. Sikiliza mtoto wa Yesu. Saa inakuja hata ulale ujifiche namna gani,
kura itapigwa na itakuangukia. Saa inakuja, hata tujifiche namna gani, itatuangukia kura kwamba tunastahili kupotea ama kuokolewa. Kwa sababu gani? Haitaendelea hivi hivi, haitaendelea. Usingizi hautaendelea. Kila aliyelala ataamshwa. Waliolala makaburini wataamshwa, na hata waliolala kwa uvivu, kwa uzembe na kutokujali wataamshwa, waletwe waone vile walivyopewa fursa na nafasi, hawakujali. Mungu amekuamsha mwaka huu, ibada unahudhuria kwa manati. Mungu amekuamsha, amekupa afya, kwenda kanisani ni kwa manati. Mungu amekupa afya na mwaka mzima, kwenda kwenye makambi unahitaji mafungu magumu. Hapana, mtoto wa Yesu. Amuka uende. Walipomwamsha Yona, wakapiga kura. Ilipomwangukia, wakamwambia, sasa useme tukufanye nini? Mstari wa 9. Na sio wa 9, wa 11. Wakamwambia, tukutendee nini ili bahari itulie? Sikiliza mtoto wa Yesu. Inawezekana ni kwa sababu ya ukaidi wako ndio maana familia yako inaenda hivi. Inawezekana kabisa ni kwa sababu ya mimi na wewe, ya ukaidi wetu ndio maana jamii ya Igwachanya, ya Charowe na kokote tunakotoka, Masage, na ndio maana jamii iko vile kwa sababu ya ukaidi wetu. Yawezekana. Swali linaulizwa na nahodha, kwa sababu hizi tukufanye nini? Na hawa manahodha wanawakilisha Yesu Kristo anayesafirisha safari yetu kwenda mbinguni. Hawa manahodha wanawakilisha Yesu anayeuliza, ambaye ametupa kila nafasi, na ametumia gharama ya kuisafirisha meli na sukwa. Nahodha huyu ametumia gharama ya kutupa hata mizigo mingine ili mimi na wewe tufike salama. Lakini bahati mbaya tumeendelea kulala. Saa inafika, atagonga mlango, ataniamsha, atasema, sasa useme leo nikutendee nini? Tutajibu nini hiyo saa? Tutajibu nini? Tukutendee nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inafanyaje rafiki? Mstari wa 11, bahari ilikuwa inazidi kufanya nini? Mstari wa 11. Ninauliza washiriki wote, bahari ilikuwa inazidi kufanya nini? Bahari ilikuwa inazidi kuchafuka kwa kuendelea kumshikilia mlalaji mikononi. Sikiliza watu wa Mungu. Wakati mwingine makanisa yetu vile yalivyo, wako watu kadhaa ama mmoja anayesababisha, amelala kabisa, amelala. Wakati mwingine kwaya wanakwaya mko hapa Masage, Kidugara na Igwachanya. Wakati mwingine kwaya zetu vile zinavyokwenda, kwa sababu kuna wachache, kuna mmoja amelala kabisa. Saa inafika, Bwana atauliza, tumtendee nini huyu? Na unajua akiendelea kuwepo, utulivu hautapatikana. Naye akawaambia, mstari wa 12. Msomaji. Mstari wa 12 inasomeka. Ndio. Naye akawaambia, nikamateni mnitupe baharini. Basi bahari itatulia. Kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Hiki alichokifanya Yona
ninatamani mchana wa leo mimi na wewe tukifanye alichokifanya Yona. Ni toba ya kweli. Haleluya. Yona alichokifanya akasema, sasa sikilizeni, mimi sitaki kuficha maneno. Mmetupa shehena 100, ndiyo sababu ni mimi. Meli hii ilipaswa kwenda hivi, ila imeyumbishwa na mawimbi, imefika hapa, ndiyo sababu ni mimi. Mnataka bahari ilivyochafuka hivi itulie, ndiyo, ili tusife. Wakamwambia, Yona akawaambia, sababu ni nani? Ni mimi. Ngoja nikwambie, mtoto wa Yesu, usijifiche, usiendelee kujificha. Mtu anauliza, niendelee kujificha kwa namna gani wakati Yona hapa ameshaamshwa? Yona aliamshwa ni kweli, ila alikuwa kuna kujificha wapi? Nafsini, katika roho, kwenye moyo. Yaani kuna mtu mko naye anakuambia, ndio rafiki yangu, tuko pamoja, lakini kwenye moyo ameficha mambo. Ni hatari sana. Bora aliyejificha kabisa haonekani. Bora. Yona akafungua giza ambalo manahodha walikuwa hawaoni. Akawaambia, sababu ya haya yote ni mimi. Ninastahili kutendewa adhabu. Kwa sababu alikiri. Biblia inasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye atafanya nini? Atapata rehema kwa Mungu. Yona akaweka wazi wa sababu iliyosababisha bahari kuchafuka. Sikiliza rafiki, ukiona jambo haliendi sawa kwenye kanisa lako, kwenye kwaya, hata kama hutasema kwa watu, nenda kwa Mungu, umwambie Mungu, mimi ndiyo niliyosababisha, unisamehe Mungu, na yeye atakusamehe. Mstari unaofuata, basi wakamlilia Bwana wakasema, twakuomba Mungu, twakuomba Mungu, tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu, wala usitupatilize kwa ajili ya damu isiyo na hatia, kwa maana wewe Bwana umefanya kama ulivyopenda. Basi wakamkamata, wakafanya nini? Wakamtupa baharini, nayo bahari ikafanyaje? Ikaacha kuchafuka. Sikiliza rafiki, kwenye maisha ya safari ya kiroho kuna mambo yanahitajika tu mpaka uyatupe, ndipo safari itanyoka. Ni hivi, misukosuko na dhoruba kwenye maisha zote, sio zote zina lengo la kutuua. Nyingine zina lengo la kutupuruni mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Zingine zinalo lengo la kuhakikisha tunadondosha yasiyotakiwa tuende nayo. Kuna mambo kwenye familia, kuna mambo kwenye maisha yako ya kiroho, kuna mambo kwenye biashara yako, kuna mambo kwenye ofisi, kuna mambo kwenye kila nyanja. Yatatulia mpaka kitu fulani utupe. Na wengine ni kauongo tu, wengine ni kauongo tu kadogo, kanaonekana kadogo tu. Kwani uzito wa Yona unalingana na shehena? Hivi Yona anaweza kazidisha uzito wa meli? Kuna vitu ni vidogo sana kwenye maisha, lakini vimebeba ama vimesababisha maumivu makubwa kwenye maisha ya watu. Vidogo tu, havina uzito hata mkubwa. Mchana wa leo Bwana ametuamsha ili twende sawasawa na neno lake. Mchana wa leo Bwana ametuamsha ili twende sawasawa na mapenzi yake.
mchana wa leo Bwana ndicho alichotutendea. Na tunaposoma fungu letu la mwisho, Isaya 60 mstari ule wa kwanza. Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza. Mchana wa leo Bwana ameniamsha ili nikafanye yaliyo mapenzi yake. Biblia inasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imefanyaje? Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Sikiliza mstari wa pili unasema, giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe, bali Bwana atakuamsha wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Na anasema wewe utakapoamka, mataifa watakuja, watu wanaotaabika watakuja kusema, tufanye nini? Tufanye nini? Yona alipoulizwa cha kufanya ili bahari itulie, akasema sababu ni mimi. Na ngoja tuchukue masomo mazuri kutoka kwa Yona. Kile alichokifanya Yona ni sawa na alichokifanya Yesu. Wafilipi sura ya pili mstari wa 5 na kuendelea, utasoma kwa muda wako. Wafilipi sura ya pili mstari wa 5 na kuendelea. Yesu alijitoa ili dunia iokolewe. Yesu alijitoa ili walio chomboni waweze kupona, mimi na wewe. Na alijitoa maisha yake, kafara yake mwenyewe. Sikiliza rafiki, tunahitaji kujitoa kafara ili familia zetu zipone. Yaani anahitajika mtu mmoja ajitoe kafara ya kuamsha ibada nyumbani. Anahitajika mtu mmoja ajitoe kafara ya kusema haiwezekani, huu uzembe wa kula zaka na sadaka na ufe kwa jina la Yesu kwenye familia yetu. Kama hatatokea wa kujitoa kafara, basi manahodha wote na Yona wanakufa maji. Anahitajika mmoja tu ambaye atasema imetosha, familia yetu ya Kiebrania kuwa wazembe kwenye makambi namna hii, imetosha. Sasa bahati mbaya, unaona, baba hajali, mama hajali, mtoto wa kwanza hajali, wala wa mwisho hajali. Hakuna anayepiga kelele kwamba tunapaswa kuamka. Bahati mbaya, wote wanakufa. Wewe Bwana anataka uokoe familia yako. Wewe Bwana anakutaka tuokoe kanisa lake. Wewe mwenyewe, kizazi chetu cha vijana, Bwana anakuamsha wewe kijana, uokoe kizazi cha vijana wengine. Sio tu vijana, hata wazee wanapotea. Wanabaki na maneno ya kwamba dini ilikuwa zamani, kwaya ilikuwa zamani. Wewe mbona uko hai? Kwa nini usiokoe? Kila aliye hai Bwana amemwamsha ili aokoe wengine kwa kujitoa muhanga. Sio kusema sisi tulikuwa tunatembea zamani mpaka wapi. Uko hai saizi. Kazi yako ni leo, sio jana wala sio kesho. Yona akasema, najitoa muhanga ili merikebu iokolewe na waliomo ndani. Mchana wa leo wanahitajika watu wenye moyo wa Yesu, ambao wako tayari kujitoa nguvu, wako tayari kujitoa karama walizo nazo, wako tayari kujitoa mali, wako tayari kujitoa uwezo na ushauri walio nao na vitu walivyo navyo, ili tu watu wengine waokolewe. Wanahitajika watu wa hivi. Bahati mbaya, wewe unafahamu, umeenda kule kazini, hawajui kama ni Mwadventista Msabato, umejificha kabisa chini ya merikebu. Umeenda mbali na wazazi wako, umejificha kabisa, watu hawajui kama ni Mwadventista Msabato. Kumbe wewe ni Mwebrania, umejificha. Halafu unafanya tu kama wanayofanya leo, unasema unajua hiki tu na Wasabato tunatumia kidogo. Kidogo ya wapi? Umejificha kabisa.
amerudi mtumishi mwenzetu, amerudi mshiriki, amerudi mwanakwaya. Ila ukiwa mbali, Yona aliyejificha merikebuni. Yona akajitoa muhanga ili merikebu na yeye mwenyewe waokolewe. Na mwisho Bwana alifanya rehema. Rehema aliyoifanya baada ya toba ya Yona ni kumpa nafasi ya pili aende Ninawi tena. Sikiliza rafiki, mstari wa 16. Wale ndipo walipomkamata wakamtupa, ndipo wale watu wakamwogopa Bwana. Wakamtolea Bwana kitu gani? Haleluya. Wewe unasoma wapi kwani? Sio Biblia yako imeandikwa? Wakamtolea Bwana kitu gani? Sadaka. Kwa sababu gani? Amewaokoa. Hatutoi sadaka ili tubarikiwe. Frank. Hatutoi sadaka ili tufanye nini? Ili tubarikiwe. Tunatoa sadaka kwa sababu tumefanya nini? Tumebarikiwa. Na baraka kubwa kuliko zote ni uzima, si ndio? Hakuna baraka kubwa kuliko uzima. Hata upewe mabilioni, lakini kama hujaamuka hayana faida. Yana faida kwa sababu umepewa baraka kubwa kuliko zote ya uzima. Hawa watu walipoona wameokolewa, wakasema tuko wazima. Bwana, umetubariki, tunatoa sadaka kwako. Ni nani hajabarikiwa mwaka huu? Ni nani? Ni nani ambaye anaweza akaenda mbele za Mungu akamwambia Mungu usinifuate. Mungu, unasikia? Mungu, yaani hujanibariki mwaka mzima unanifuata. Ni nani ana sababu hiyo? Ni hawa watu wakasema, Bwana ametutendea namna hii. Wakatoa sadaka na wakaweka kitu gani? Nadhiri. Unajua haijafafanua, sijui kila, na wewe ni msomaji wa Biblia, hebu endelea kusoma ni nadhiri gani waliiweka, maana hapa haijatajwa. Ila waliweka nadhiri, wakaweka ahadi, wakaweka kiapo kwamba Mungu, hatutarudia kubeba wararaji. Ninafikiria, maana hapa haijaandikwa, yumkini walisema Mungu, hatutarudia, tutacheki vizuri. Siku nyingine tutakagua wanaoenda Tarishishi, tuhakikisha hakuna mraraji, hakuna mkimbiaji aliyekimbia jukumu lako, hatutambeba Mungu. Hivi unajua kuna wakati unaweza kabisa ukawa na mtu wa Mungu, lakini aliyekimbia kazi ya Mungu ni laana kwenye maisha yako. Halo? Ni mtu wa Mungu na anajitambulisha kabisa ni mtu wa Mungu, lakini aliyekimbia kazi ya Mungu ni laana kwenye maisha yako. Huyo mtu tupa kule. Tupa kabisa. Usipotupa mnazama wote. Ili mtu umuokoe anayezama kwenye maji, muache anywe mpaka tumbo lijae. Yaani akishiba kisawasa, yaani macho yanaanza kuenda hivi, yanakaa hivi, hapo ndo unambeba kirahisi. Ukikashikilia kakiwa kamekunywa kimoja kana kukaba huku wote mnaingia. Sikiliza rafiki, wale watu wakaweka nadhiri. Sikiliza mstari wa mwisho 17. Bwana akaweka tayari samaki, haleluya, tena mkubwa, ili ameze Yona. Naye Yona akawa ndani ya tumbo la yule samaki muda wa siku 3 mchana na usiku. Sikiliza rafiki, Mungu ni mwenye rehema sana. Yaani unapozingua, unasumbua, yaani unapozingua, lakini Mungu yeye ameweka tu mahali fulani, baba, nitamsamehe. Haleluya. Nitamsaidia tu afanye kazi yangu.
acha asumbue tu, ila atafanya hivyo hivyo. Ili ujue Mungu aliendelea. Nimesema pale mwanzoni kwamba Mungu anaokoa wadhambi kwa kutumia wadhambi, anawahubiria wadhambi kwa kutumia wadhambi. Ili ujue, ukisoma Yona ile sura ya 4 ya mwisho kabisa, Yona alipoona Ninawi imebadilika, akafanya nini? Akachukia. Kwa hiyo usizani Kayona kalimezwa na samaki kwa sababu eti alikuwa mwema sana. Mungu alituma tu namtumia hivyo, hamna namna. Kuna masaa, kuna miaka itafika Mungu atasema, ngoja tu nimtumie hivyo hivyo, mimi niokoe watu wangu, ila yeye atajua mwenyewe. Kwa sababu baada ya kazi Yona hata hajabarikiwa, lakini Mungu alitaka afanye nini? Abarikiwe. Sikiliza mtoto wa Yesu, wewe na mimi wote sisi ni watendaji wa kazi kwenye shamba la Bwana. Haleluya. Yaani wewe, haijalishi wewe ni kijana, ni mzee, haijalishi una nini, haijalishi umesoma, hujasoma, wewe ni mfanyakazi kwenye kazi ya Mungu. Usijifiche. Usijifiche. Kuna watu kila kazi ukimpa anakataa. Kila jukumu ukimpa kufanya anakataa. Kila kazi yeye anakataa tu, amejificha. Mchana wa leo usikatae, usijifiche unapopewa kazi ya Mungu. Kwa sababu ukikataa sana, Mungu atalazimisha. Atatumia nguvu ili ukafanye. Na ukimaliza kufanya, haitakuwa na faida tena kwako, kwa sababu hukwenda kwa hiari. Mungu hapendi sadaka inayotolewa kwa kulazimisha. Hapendi. Yaani uwe unaimba kwa kulazimishwa, Mungu hapendi huo uimbaji. Uwe unaenda kufanya effort kwa kulazimishwa kwa sababu ya ratiba za kanisa na umeenda tu na kinyongo, umenuna, Mungu hapendi wala hapokei. Uwe unatoa michango na sadaka huku umenuna, Mungu hapendi wala hapokei. Lakini sikiliza, Mungu ataitumia ile sadaka uliyoitoa, wengine wataokolewa, ila wewe haitakuletea faida yoyote. Kwa sababu gani? Ulijitoa kufanya kazi ya Mungu ukiwa na makasiriko. Na mwisho yanaendelea makasiriko yale, kwa sababu Mungu alimfunika ili yasionekane makasiriko, maana ataharibu kazi ya Mungu. Akamfunika kabisa. Fanya kazi ya Mungu, watu wakaongoka, Ninawi yote ikapona, alafu baadaye akatoa lile vazi lake, kakabaki vile vile na makasiriko yake. Naambia haya neno. Hatujui. Sikiliza. Kitabu ni kifupi tu, hatujui, maana mstari wa mwisho unasema hivi. Mstari wa 10 na wa 11, sura ya 4. Bwana akamwambia, wewe umeuhurumia mtango ambao haukuufanyia kazi wala haukuotesha, uliomea katika siku moja na kuangamia katika usiku mmoja. Na mimi je, haikunipasa kuuhurumia Ninawi na mji ule mkubwa ambao ndani yake wamo watu zaidi ya ngapi? 120,000 wasioweza kupambanua katika mkono wao wa kulia wala wao wa kushoto. Tena wamo wanyama wa kufugwa wengi sana. Hiyo sura na kitabu cha Yona kinafungwa kwa swali ambalo majibu yake mimi sijui, hata wewe hujui. Swali, unadhani Yona walimalizanaje na Mungu? Sikiliza mtoto wa Yesu, usijifiche, amuka uende. Wakati mwingine tumekuwa sisi ndiyo sababu ya watu kurudi nyuma, ya watu kuto kuliona kanisa ni zuri. Watu wanaliona kanisa ni baya kwa sababu ya sisi tulivyoonekana. Mchana wa leo basi hata muombe Mungu, basi mwambie Mungu, nivishe vazi kama Yona, nihubiri tu watu wako wasipotee.
kwa sababu ni mbaya upotee wewe afu upoteze na watu wa Mungu. Ni mbaya mara 2 zaidi. Lakini mchana wa leo Yesu anayekuja anasema amka uende. Amka uende. Wewe umelala wapi? Tunapoenda kwenye maombi mchana wa leo, ninaomba wewe utafakari mwenyewe. Ni mahali gani umejificha sisi hatujui? Ni mahali gani? Yaani umejificha kabisa sisi hata hatujui. Wengine ni kapombe kidogo, watu hawajui, mke hajui, mume hajui. Wengine ni kanyumba ndogo, sijui kanyumba kubwa, mke hajui, mume hajui. Unajificha kabisa kwenye kauzinzi kidogo. Wewe unajua ulipojificha. Wengine huko kanisani lakini ni kachawi. Unaruka na vipembe. Unajificha hapo, si uondoke tu. Wewe unajua ulivyo mkorofi, unavyokorofisha watoto wa Yesu. Unajua hapo ndipo ulipojificha. Si umwambie Mungu mchana wa leo ninaamka. Wengine ni mshiriki tu, yani huko tu, Biblia usomi, yani ushuhudi, yani huko tu, nyumbani ibada hamna, huko tu, yani huko tu, mtoto wa Yesu. Mwambie Mungu nisaidie hapa niamke. Na unajua nini? Mchungaji asubuhi wakati anafundisha akasema, hizi baraka zote za kuponywa, za kuondolewa utasa, za kubarikiwa mashamba, za kubarikiwa na kila kitu, tutazipata tukiwa watii. Ukiendelea kuwa mkaidi, ukiendelea kulala kwenye usingizi wa uzembe wa kutokujali mambo ya Mungu, nikwambie mtoto wa Yesu, hautabarikiwa. Utaendelea kufanya kazi ya Mungu, utakuwa kiongozi kanisani, utaimba kama Yona, utafanya kazi, lakini mwisho wa kazi unabaki mkavu, umekasirika, wala furaha haipo. Makambi haya 2026 Mungu ameandaa furushi la mvua ya baraka. Lazima tutoke, lazima tuende tukanyeshewe. Lazima tuamke twende tukanyeshewe. Lazima. Baraka hizo haziji kutufuata nyumbani. Zinatukuta aliposema tukutane. Haleluya. Sikiliza mtoto wa Yesu. Yaani hata tu kuamka na kuja ibadani leo ni rehema. Sasa hii rehema tuliyoipata, mwambie Mungu mchana wa leo, hapa Mungu nilikuwa nimejificha na wewe unaniona. Wa familia yangu hawaoni kama mimi nimejificha hapa, hawaoni. Ndugu zangu, washiriki wenzangu hawajui kama mimi nimejificha kwenye haka, hawajui.